lakini damu yangu haina faida kama wananchi wa Tanzania walionichagua kwa moyo wao bila hata kuwahonga, na Mungu akawabariki kwamba mpeni huyu, halafu nisimame pale nikawe mmoja wa wasaliti. Siwezi nikasimama pale mbele nione wizi huu unaofanyika nikakae kimya. Nitaulizwa siku ya mwisho wangu. Na ninasema hakuna mchanga kutoka nje. Madhahabu haya si mengi. Singesema na mimi nisafishie kule nikakae huko Ulaya. Kwani waliokuwa wanashusha percentage mpaka 0, unafikiri walikuwa wanafanya bure? Hawakujali maisha ya Watanzania, walijali maisha yao. Saa nyingine nikizungumza openly mnaniona mimi mtu wa ajabu. Lakini ni vyema angalau nizungumze machungu ninayoyaona kwa ajili ya Watanzania kuliko kukaa kimya. Tukiendelea kukaa kimya tunaliangamiza taifa. Ukimya wetu na kuoneana aibu tumeendelea kuliangamiza taifa. Tutakuja kujibu mbele ya Mungu. Hata makaburi yetu yalistahili kupigwa. It's so painful. It's really painful. Ukienda leo mtaani ukaangalia watu Kariakoo, nenda Manzese, nenda wapi, nenda mikoani, unaweza ukaona maisha ya Watanzania walionayo. Ni ya mateso. Nenda katika kila mkoa. Mimi nimezunguka Tanzania nzima wakati nikiomba kura. Mpaka nilikuwa najiuliza kwa nini hata naomba hii kazi. Umaskini wa Watanzania wanaokuzunguka. Lakini wanakutuma nendo katusaidie. Kwenye bomba la mafuta la Uganda, mafuta ni yao. Amekuja mwekezaji, lakini wameshare. Wamecalculate ile cost yao. Iliyobaki ni faida ya Uganda pamoja na mwekezaji. Wanashare. Hawa watapata 4%. Nafikiri wanashare the interest ya zaidi ya 70%. Sisi dhahabu ni yako, almasi ni yako, gramfadi ni yako, mafuta ni yako. Unamwambia chukua, utakapofikiria huko na mimi utanipa. Halafu anakuja pala anamwambia you are so poor. This country is so poor. Benki kuu wangekuwa wanachukua record ya dhahabu hizi zinazosafirishwa. Dhahabu ni reserve kama pesa. Tusingekuwa tunahesabika nchi hii maskini. Na kwenye export yetu ingepanda juu. Pale BOT kuna PhD 17. PhD 17. These are the results. Wanasheria wako wengi wamefundishwa na Profesa Kabudi. Sifahamu alikuwa anawafundisha nini. Wakiingia kwenye mikataba kama hii, ile sheria yote inapotea. Wanasaini chochote wanachoambiwa. Na saa nyingine draft ya contract zinatoka zimeandaliwa kule. Wao wanakuja kuinishwa. This is the country. Tumerogwa na nani? Basi kama tumerogwa basi mtuombee nenyi wachungaji, mapadri, mashehe. Kama ni mapepo basi yakaondoke. Na ndio maana mtu ukijaribu kuzungumza kutetea maslahi ya nchi, unaonekana you are so different. Mtu amechaguliwa na watu, unakuta kwenye jimbo lake umaskini ni mkubwa, lakini anatetea haya ya upumbavu. Lakini unamkuta huyo mtu siku za nyuma alikuwa ameshaji identify mwenyewe kama mtetezi wa mazingira na nini. Amekuja tu amepinda ghafla hapa, unaweza ukajijua kuna mdudu gani ulimuingia mpaka akili hii kabadilika haraka hivi. Kwa sababu maslahi ya nchi, it's not politics. Ni watu tunaowaongoza. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wenzangu, ndugu wananchi mlioko hapa na viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla, ripoti nimeipokea yote. Nimeikubali. Na viongozi walioko ndani ya serikali na vyombo vingine vya dola vya ulinzi na usalama
Ripoti mmeisikia, kila mmoja katika eneo lake akalishughulikie. Kama linahusu Wizara ya Fedha, nenda ukalishughulikie. Kama linahusu Wizara ya Sheria, nenda ukalishughulikie. Kama linahusu PCCB, nenda ukalishughulikie. Kama watu wametajwa hapa, unless labda yule aliyetangulia mbele ya hakimu, rafiki yangu Kigoda, lakini wengine wote wapo. Wahoji kwamba ni kitu gani kilikufanya wewe kushuka mpaka 15% mpaka 0%. Na saa nyingine wengine walisafiri mpaka kwenda hata Ulaya kule kwenda kusaini haraka haraka. Je, hizo hela zilizokufanya hivi ndio umezipeleka kwenye uwekezaji? Sasa wengine ni matajiri tu ndio wanajifanya wawekezaji, kumbe ni hela zetu. Ili tusijue, angalau hata tusichukue hizo ziweze kusaidia watu maskini, zikanunue hata madawa. Ni lazima tuchukue maamuzi magumu, no matter yanamhusu nani, awe rafiki yako, awe ndugu yako, awe nani. We have to do it. Ni kama walivyofanya hawa. Nina uhakika Kiuki alipokuwa akizungumza hatua zichukuliwe kwa wanasheria waliokuwepo wakati mikataba hii inafanyika, ndio walikuwa mabosi wake, Kiuki, Mlata, lakini mmeweka hapa kwa kutanguliza masilahi mbele. Ndio Watanzania wa aina yenu ndio tunaowahitaji. Ndugu zangu, naweza nikazungumza sana. Makontena wanasema yako 20 tu tani, kumbe alikuwepo makontena mpaka tani 25. Yote yameorodheshwa huko. Mtu faida umeipata hapa, halafu unairudisha, unasema hii ndio tumewakopesha. Mavifaa yao wanayapandisha bei, wanayainflate. Hata kwenye TRA walichokuwa wakidai hawalipi. Wakipelekwa mahakamani, tukishinda wanaapili, tukishinda tena wanapili, wanapeleka kwenye arbitration. Wale wenzetu nao wale wanaohusika na arbitration wanachelewesha. Ninashukuru kaimu jaji mkuu huko hapa. Hii issue tunatakiwa tushikamane kweli kweli. Tukiregea tu, we are out of track.